26 hivyo kwa kinasema, Mungu akamwambia Gideon, mtoe ng'ombe wa baba yako, ule ng'ombe wa pili aliyemaliza miaka 7, na ukayangushe madhabahu ya baba yako, ile madhabahu ya bahari. Kwa ukisoma Yeremia anakuambia amekuweka juu ya hizo falme, juu ya mamlaka yote, juu ya mataifa yote, ili uweze kuvunja na kubomoa na kuharibu na kuangamiza. Lakini ukishabomoa na kuangamiza na kufanya hivyo vitu vyote alivyokuelekeza, uchenge. Mwambie jirani, uchenge. Ukishabomoa madhabahu lazima uchenge. Lazima ufanyeje? Uchenge. Lazima ufanyeje? Uchenge. Lazima uchenge. Zipo madhabahu zinatesa maisha ya watu. Zipo madhabahu za kichawi zinatesa maisha ya watu. Unakuta mtu alirogwa, jina lake likapelekwa kwenye madhabahu ya mganga wa kienyeji. Kwa inatawala maisha yake ni madhabahu ya uganga. Kama ni madhabahu ya uganga, Biblia inasema tubomoe hiyo madhabahu, tuvunje na tukata hayo maashera yao. Sasa ukishavunja lazima uchenge madhabahu, na nilikwambia kila madhabahu unayoona hapa duniani inajengwa kwa gharama. Inajengwa kwa nini? Kwa gharama. Inajengwa kwa nini? Kwa gharama. Madhabahu ya maskini inayotesa maisha yako, adui aliijenga kwa gharama, kuhakikisha kwamba wewe unakuwa maskini. Madhabahu ya mateso unayopitia, magonjwa yanayokutesa, kuachika kunaokutesa, ufukara unaokutesa, ilijengwa na adui yako kwa gharama. Kwa nini? Kwa gharama. Sijui alitoa gharama gani ili kuhakikisha wewe usifanikiwe. Lakini yupo mwanaume mmoja ambaye alitupa agizo ya kwamba tuvunjavunje hizo madhabahu, haijalishi walitoa gharama kiasi gani. Ukisoma Efeso anasema hati na mashtaka vilifutwa, viligongomelewa pale wapi? Msalabani. Kama viligongomelewa pale msalabani, maana yake hatudaiwi chochote. Sema amen. Sema sidaiwi na adui. Au alitoa kafara za ng'ombe, kafara za damu za mbuzi. Yesu alilipa gharama. Mimi sidaiwi. Haleluya. Madhabahu yote ambayo inatesa maisha ya mtu, Yesu alilipa gharama kwa ajili ya hiyo madhabahu ili kuachie. Amina. You must understand kwamba Yesu Kristo alikukomboa, alikuokoa. Hicho unatakiwa utembee nacho ndani ya moyo, kwamba mimi, haijalishi waliniroga kiasi gani, haijalishi walinifungia chini ya mti, haijalishi walinifungia chini ya kitanda, mimi sio wa kufungwa. Mimi nimekombolewa kwa jina la Yesu aliye hai. Amen. Haleluya. Amen. Yesu aliye hai asifiwe. Amen. Yesu wewe. Kwa leo ukishamaliza kufanya yote Yeremia ambaye alisema, tunaenda kuangalia ili madhabahu ilete matokeo kwako, matokeo sahihi. Kuna vitu vya kufanya. Sema amina. Amina. Ili madhabahu yoyote, sema yoyote, ili ilete matokeo sahihi. Madhabahu inaweza ikawa inaleta matokeo lakini sio sahihi, ila mimi nazungumza matokeo nini? Ili madhabahu ilete matokeo sahihi.